ila alitangulia akatoka mapema kabla ya mimi. Nikasema nije kuuliza kingine. Unaweza kama sababu sio kawaida yake kutoka na kuchukua muda mrefu pasipo kurudi ndani. Mimi brother, wakati natoka chumbani nakuja sebuleni hapo. Nikaona Shimo ametoka anakimbia kuelekea nje. Lakini sikutaka kuuliza sana. Kwani vipi? Kuna tatizo ndani huko? Mimi hamna tatizo yoyote. Sababu nilikuwa nimelala amka kama kawaida ndio bafuni kuoga. Hivyo. Ila mimi nadhani kwamba huenda labda ameanza jioni. Yaani ameanza kufanya mazoezi. Japo sijui kama ndo kawaida yake, ila huenda akawa ameanza kufanya mazoezi. Nisikize brother. Mimi ndugu yako, si ndio? Kama kuna tatizo, naomba uniambie. Hata unajua bana mkishaka wawili, yani kugombana nini kitu kawaida. Yule mimi mke wangu, nampenda sana. Kwa nafikiri siwezi nikafanya jambo lolote baya ambalo litakalomkera na kuondoka yeye. Na kama pia ndio nifanya jambo lolote ambalo ni baya, nikushirikisha. Mpaka nafikia tuona kuuliza kwamba shemeji yako kanatangulia kuamka na sio kawaida yake. Kwa hiyo mimi nafikiri labda huenda akawa ameanza mazoezi ambayo ni sio ya kukimbia. Never know. Sawa, tena sisi bado mapema sana. Kwa hiyo kama wewe unasema tuvute subira, haina shida. Wewe, maneno vipi? Kuna nini? Yule mbona amesikule? Mimi kachanganyikiwa. Messi kule. Kwetu uko mjinga Messi haeleweki yani kachanganyikiwa. Wewe. Wapi? Nilimwona mtai ndio alikuwa anazunguka. Una uhakika umemuona hapa? Messi umemuona hapa? Messi hapo kachanganyikiwa hata haeleweki. Nilimwona mtai kama ipo sehemu hii. Hapa tuna hivi. Ufu.
Kim. Ndugu yangu Kim. Afadhali nimekuona ndugu yangu. Yaani mguu huu ulikuwa ninakuja kwako sasa hivi ndugu yangu. Nyumbani kuna matatizo. Yaani kuna matatizo ndugu yangu. Naomba mimi niambuke kwa mguu. Twende nyumbani rafiki yangu. Nakuomba. Kuna matatizo kaka. Sasa unapoongea nikuelewe. Si unaongea sikuelewi. Ongea nikuelewe. Tusikize Kim, sawa? Iko hivi. Yule mwanamke amekuwa chizi. Na bro, unapoelekea kama anaenda kuwa chizi. Sasa masuala ya uchizi mimi ni daktari ndugu. Nisikilize Kim. Wewe masuala wewe ndio ulianzisha. Nataka ndio umalize pia Kim. Wewe mimi ni mganga? Usubisho tu kwa mganga. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Wakati unaenda kule unapewa masharti. Uliambiwa kila kitu. Alafu mwisho wa siku unataka uniingize kwa matatizo yako, si ndio? Nisikize Kim. Sasa wewe ndio unishauri, Sasa mimi ananihusu nini? Wewe nakuhusu. Kumbe ndio unishawishi kwa mganga. Naomba tutoe mguu mimi na wewe. Tuna nyumbani. Nakuomba. Sikiliza wewe nikwambie. Sikiliza. Tena unisikilize kwa makini. Nakusikiza ndugu yangu. Sikiliza. Wakati unakwenda umeenda kwa tamaa zako. Na sasa hivi anokukuta ni tamaa zako. Sasa sitaki shobo. Yaani kuanzia leo hivi unavyoniona hivi, sitaki unijue wala unishobokee. Sasa katika ndugu yangu mimi acha njia hapana tena. Mimi sitaki blango awe chizi na yeye pia. Wewe binti sasa hivi haeleweki. Au na wewe ushaanza kwa chizi? Mimi sio chizi, nimekufuata ndugu yangu ili unishauri. Wewe ndio ulianzisha ama. Kwani hapa naongea Kiingereza naongea Kiswahili? Ni Kiswahili sawa, lakini nifikia wewe mambo sasa ndio ulianzisha wewe. Kwa hiyo mimi ndio nilikufuata au wewe ndio ulinifuata? Mimi nilikufuata, lakini kumbuka ni msiri wangu ujue. Kwa hiyo sikiliza, mimi gama yote nitakupa ndugu yangu. Naomba unisaidie katika hili. Nisikilize. Kama nilifanya dhambi mara ya kwanza, sasa hivi sihitaji kufanya dhambi nyingine. Sijui unanielewa. Nisikize Kim. Mimi na ndugu yangu tuko wawili tu. Naomba nisaidie ndugu yangu. Muwe wawili, muwe watatu, mimi hainihusu. Awe kichaa, siwe kichaa, mimi hainihusu. Yani, naomba uniache sawa. Yaani tena unipotezee. Sikiliza nikwambie. Kuanzia sasa, muda huu hapa naongea, sitaki mazoea na wewe. Umenielewa? Unafanya hivi Kim. Baba, wewe unaanzisha mambo yako unashindwa kumaliza. Wewe endelea kufanya mambo yako ya dhambi. Na sasa huo ndio mshahara wa dhambi. Kim, nilikuambia mimi nisikie ndugu yangu Kim. Sasa pambana na hali yako. Kim ndugu yangu. Kim. Muda umekuwa hivi. Umepata nini message? Tatizo ni nini mke wangu? Toka. Hapa ni nyumbani. Tena nyumbani.
Mganga, kama nilivyokuambia, ile dawa alonipa imeenda kuleta shida pale nyumbani. Baada ya shemeji anipende mimi, amekuwa kichaa. Na hata baza naye pia kama naye anaanza kuwa kichaa vile. Maana simuelewi. Nilikwambia kijana. Nilikupa masharti umeshindwa kuyatimiza. Baada ya kukupa dawa ya kwanza. Na nilikwambia ukitoka hapa usisalimiane na mtu yoyote njiani. Umekosea masharti. Ni kweli, nimekumbuka mganga. Nimekumbuka. Kweli nimekosea masharti. Sasa unanisaidiaje mganga? Unataka tufanyaje? Mimi shida yangu shemeji apone. Hata Dona pia apone. Masa naye kama kichaa. Ndio shida yangu kubwa wewe. Kama ni mapenzi basi tena mganga. Nataka tu shemeji apone, kaka naye arudi kwenye hali yake ya usawa kabisa. Sawa kijana. Hilo ni tatizo dogo tu kwangu mimi Dr. Chambi Chambi. Hakuna kinachonishinda. Nitakupa dawa. Ila kwa masharti. Na masharti makubwa. Unatakiwa ukatubu. Na uhakikishe dawa hii nitakayoikupa. Nitakupa ukaichanganye na maji. Unakwenda kuichanganya kwenye maji na kisha unampaka usoni. Matatizo yote yatakwisha. Kisha unatubu dhambi zako zote ambazo umezifanya. Mganga, mimi niko tayari kwa masharti yako. Tafadhali, naomba unipe dawa ili nikafanye hivyo. Robert. Unaniambia dawa tena na maji? Au si maji kabisa? Mimi sielewi, naona picha tu hapa. Wewe. Unajua kwanza naomba nitanguze samani. Asante. Ni shida Mungu hapa mlango. Shemeji. Naomba kwanza niseme samani. Samani nini? Mimi kusema kusema nini? Wala mimi sio umeelewa. Sasa kwanza naomba nisamehe sana. Mama. Wewe nikusamehe. Umekosa nini? Umenikosea nini nikusamehe? Kitu ambacho mimi mnaongelea nini? Basi nielewe. Unachanganya akili yangu. Nisikize shemeji. Ngoja nisikize kwa makini na brother pia. Unajua bro, matatizo zote yanatokea katika nyumba. Mpaka shemeji kwa chizi ndio chanzo. Chizi? Mimi chizi? Umechanganyikiwa nini? Mimi chizi? Unajua nilikuwa ninapenda shemeji. Wewe unapenda shemeji yako. Subiri kwanza, naomba mnifafanulie. Kwa sababu kuna kitu ambacho nikiongea mimi sijamuelewa bado. Mimi chizi mimi. Leo mimi wakati nimekuwa chizi. Naomba nisikilize shemeji. Shemeji.
Unajua brother, naomba unielewe. Nakwambia mambo yote ya chanzo ni mimi. Mimi nilikuwa nampenda shemeji, nikashindwa kumwambia, ndio nikaenda kwa mganga kwenda kuchukua dawa ili shemeji anipende, lakini mwisho wa siku nikakosa masharti. Umekuwa ni adui mdogo wangu, unakuwa adui yangu. Hebu tulia. Unamdoga shemeji yako kisa nini? Kisa nini? Kisa nini? Naomba nisikilize. Nikusikilize nini? Kumbe ni mdogo wangu ni adui. Na kujali na kusamini na kuheshimu na kukea. Kumbe unaomba kijenga, unakuwa adui yangu. Unamdoga mpenzi wangu na umeza kichwa unapata tabu. Lakini kama majaliwa mke wangu kisa wewe. Umemkosea sana. Robert. Kwani shida nini? Mbona basi nielezee shemeji nini shida? Mbona mkuja tu unagombana na shida kuelewa shida nini? Shida ni umekutia uchizi. Kivipi? Mimi sio chizi. Chizi kivipi? Shemeji. Shemeji. Naomba unisikize kwa makini. Mimi nilikuja hapa ili nitubu. Sawa blaza. Nataka nisikize kwa makini na mnielewe pia. Shemeji. Mimi nilikuwa nakupenda. Kivipi? Kivipi unipende? Mimi najua unanipenda kama shemeji yako. Sasa shida nini? Ukiacha shemeji mimi kwa nakupenda kimapenzi. Kimapenzi? Ndio na. Ni baada ya kuomba ushauri kwa ndugu yangu, yule best yangu Kim. Kuna sehemu mimi akanipeleka kwa mganga. Kuna dawa nikapewa, nikapewa masharti. Sasa wakati nipo njiani nikakosa masharti ambayo niliambiwa na mganga. Ndo nikaja nyumbani hapa nikaweka ile dawa katika mlango pale nikanyunyuzia. Ndo baada hapo wewe ukawa chizi shemeji. Kwa mimi nilikuwa chizi. Mimi nimekosea nini? Nimekosea nini mpaka nafikia stage unanifanya chizi? Mimi nitaweka wapi sura yangu? Nitatoka wapi sasa kama mimi ndo nilikuwa chizi? Nitashidi. Mimi naomba tunishamini shidi mwangu. Mimi nafanya nini sasa kama nilikuwa chizi eti? Nimekosea sana. Shemeji. Unafikia sija mnifanya mimi nimekuwa chizi na maana. Nimechoka. Kisa nakaa kwenu wao. Bana shemeji. Usitegemea kama atatokea. Shemeji yangu. Naomba nisamehe. Unajua kufanya kosa sio kosa, lakini kosa ni kurudia kosa shemeji. Utafanya hivyo. Nataka kuingia sehemu moja ingia mimi kaka. Kwa nini unakuwa na roho ya ajabu? Nilikupenda, nilikusamini, nilikujali kwa kila kitu. Lakini mimi nikuta una muonekano alafu ndani ya moyo wako kuna usiri mzito. Usiri kunifanya mimi nizidi kuumia. Usiri kufanya mimi niteseke na mke wangu. Nimeteseka mara ngapi na mke wangu unaona? Nimeumia mawazo mara ngapi na mke wangu juu ya mke wangu ukiwa unashuhudia. Unanipaka mafuta kwa mgongo wa chupa kumbe unataka mke wangu? Umenikosea sana. Naomba nisamehe bro. Yaani mimi mpaka dakika hii nishajua nimekosea na nahitaji msamaha wenu. Shemeji, naomba nisamehe. Mimi mwenyewe sikutarajia atokee haya lakini kwa bahati, ulitaka mimi wewe nikupende. Alafu unafikiria mimi ningeishi. Sasa kama ningekuwa na wewe, mimi ningeishije? Mimi mwanaume anapenda ni mmoja, mbona unifanyia mimi hivi? Eti shemeji. Naomba nisamehe. Mke wangu. Message.
Mese, Be. nisikilize. Utakusikiliza. Maji yakishamwagika yazoleki. Sio neno vizuri. Na mtu pindi anapokosea akiomba msamaha anapaswa kusamehewa kwa sababu anajua nini alichokifanya, anajua makosa yake. Kwa hiyo kikubwa ameshatubu, amekiri kwa kile alichokifanya. Kwa hiyo mtu ambaye anapoona kosa lake na akakiri anapaswa kusamehewa. Mimi ningependa kusema kitu Robert kwamba huu mchezo sio mzuri. Hata kama kuna wenzako ambao wana tabia kama hizo, huu mchezo sio mzuri. Na mwisho ndio kwamba marafiki hao ndio maadui. Tuachane na hayo. Mke wangu. Aina kusamehe mke wangu. Sasa mseme tokea. Hapana shemeji. Useme hivyo shemeji. Mimi nishakiri kosa. Bahati kama ifika stage unanifanya mimi chizi. Tafika stage Nakuomba shemeji yangu. Nataka uendelee kukaa hapa. Nimeshajua kosa langu shemeji yangu. Nakuomba bro, ongea shemeji. Mimi sitaki uondoke. Nimeshajua kosa langu na nitajirekebisha shemeji. Mese. Robert. Eka kuna hapo ni mtume. Imani yetu ya dini ya Kiislamu inasema kwamba hivi mtu anapokosea msamehe 7 mara 7. Huyu ni binadamu aliyekamilika. Viumbe vyote tumeumbwa kwa kutokukamilika na ndio maana tunafanya makosa. Hakika mtu wangu msamehe Mungu wangu. Hii ni ishara ya kuwa tumesamehe.